Nika proceed kuchukua hiyo mtu, but ni kijana alikuwa ni mfulana alikuwa request hiyo gari, kwa jina alikuwa anaitwa Ronald. Nikafika pale nikamjulisha nimefika mahali pa kumchukua. Wale wasichana nikawaambia, juu naona huyu mwenzenu ni mlevi sana, mtanilipa kwanza ndio ni mdrop. Juu nikifika kwa nyumba yake ni kumdrop tu na yeye afanye nini, hatutasumbuana. Nikapigia yule jamaa, hakuwa ametoka kwa nyumba. Nikampigia nikamwambia, okay, nimekuja, umenitumia wasichana na hao wasichana ni kama kuna shida. Akaniuliza shida iko wapi, wacha nikuje. Na tukaanza safari mara hiyo. Tulitembea kitu kama tuseme less than a kilometer kutoka kwa hiyo estate mpaka kwa lami. It's like a kilometer, lakini before tufike kwa lami ya Ruiru highway, Thika super highway, msichana alianza makelele tu, akaanza kupiga kelele kwa gari, unanipeleka wapi, nishikishe hapa. Nikamueleza hatujafika mahali tunaenda, nimeambiwa unaenda Juja, request inasema unaenda Juja. Aliruka ndani hivi, akanishika shati hivi kutoka kwa nyuma, akanishika shati na akafuruta. Nikaona sasa hapa mpaka nijisaidie juu tunaweza fanya accident mara moja. Nikashika ile mkono yake na mkono mmoja, alafu hii nyingine nikajaribu kufanya nini, kutafuta vile nitaenda kando ya barabara. Akaniambia nipe yeye niongee naye. Huyu msichana saa hiyo wakati nilikuwa naongea na huyu kijana, msichana huku ndani ya gari analeta fujo, anangonga kila mahali. Huyu jamaa aliniambia amekataa kuongea kabisa, na ameenda, fanya hivi, wachana na yeye, huyu si mtoto mdogo, anajua chenye anafanya, na akaanga simu. So mimi nikafika mwisho hapo na alitoka na akaanza kutembea kando ya nini. Sasa zuri alitembea tu na pedestrian walk, akatembea akirudi nyuma. Hii mambo wasichana, watoto, peer pressure, hiyo waangalie kabisa, sababu wewe utakufa tu, waache wenzako. Na sana sana mimi naweza taka watoto wasichana waongeleshwe, juu hao ndio wana misbehave kwa pombe kabisa.